Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usahau kubonyeza kengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika kachori. Hizi ni kachori tamu sana zenye mahitaji rahisi katika kila familia. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Tunahitaji viazi mbatata au viazi mviringo. Hapo nimetumia kiwango cha kilo 1. Kisha nitaenda kuongeza chumvi vijiko 2 vya chai, na kisha nitaenda kuongeza maji. Utaongeza maji mpaka yafunike kabisa viazi vyako, na kisha utavifunika na kuviweka jikoni vianze kupikika. Utavichemsha mpaka kuvione kabisa vimelainika, na kisha utachuja kabisa maji yako na kuanza kuendelea na process nyingine. Hapo tumehitaji karoti. Nimetumia karoti 1, nitaigrate kama ulivyokwisha kuiona. Viazi vyangu vikiwa vimekwisha kuiva, nimeshachuja na maji yangu, nitaanza kuviponda. Nitaviponda mpaka nione kabisa vimelainika, ukivigusa havina vibonge bonge. Kisha nitaenda kuongeza pilipili kali 1 ambayo nimeikata katika vipisi vidogo vidogo, na kisha nitaenda kuongeza kitunguu saumu nilichokiponda vizuri kijiko 1 cha chakula, karoti 1 ile nilokuwa nimekwisha kuigrate, lakini pilipili hoho ni 1 ambayo nimeikata katika vipisi vidogo vidogo, pamoja na kitunguu maji 1 nilichokata katika vipisi vidogo vidogo. Kutia viungo vyetu ladha, nitaongeza chumvi kijiko 1 cha chai, lakini nitaongeza na ndimu vijiko 2 vya chakula. Ndimu au limao, au unaweza kukamua limao lako 1 tu litatosha. Na kisha nitachanganya mchanganyiko wangu. Samani hapa kidogo nilikuwa nimejisahau kuweka na tangawizi. Nitaongeza tangawizi iliyopondwa vizuri nusu kijiko cha chakula, na kisha nitaenda kuchanganya vizuri mchanganyiko wangu mpaka vitu vyote viwe vimechanganyikana vizuri. Kisha baada ya hapo utaenda kukiona mchanganyiko wako umechanganyikana vizuri, utaenda kupaka mafuta katika mkono wako na kuanza kuchota kidonge chako. Utachota kidonge chako kama hivyo unavyoona, na kisha utasokota katika kiganja chako cha mkono ili kutengeneza donge lizuri lisilokuwa na mabonde bonde. Unaweza kaliona hapo, ndipo tutakapokuwa tumefikia kiwango kizuri cha kachori yetu. Katika chombo chako kingine utaongeza unga wa ngano. Hapa nimetumia kikombe 1 cha unga wa ngano. Nitaweka katika chekecheke na kuchekecha vizuri kuondoa uchafu. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuongeza chumvi kijiko 1 cha chai, lakini vile vile nitaongeza na manjano kijiko 1 cha chai. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuongeza maji na kuanza kuchanganya mchanganyiko wangu. Nitachanganya mchanganyiko wangu ili kuhakikisha ninapata donge zuri jembamba. Nikukumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya, lakini vile vile usisahau kushare video hii na ndugu jamaa na marafiki. Ni support yenu kubwa sana sana sana. Utaongeza maji kidogo kidogo mpaka uhakikishe umepata donge ambalo au mchanganyiko ambao tuna uhitaji. Mchanganyiko wetu utakuwa uwe mzito sana, kwa sababu utasababisha gamba la nje la kachori yako liwe nene sana na kuchelewesha kuiva, lakini linatakiwa liwe katika size hii. Mchanganyiko wako unatakiwa uwe na wembamba wa kiasi hicho. Kisha nitafanya kama nilivyokwisha kuonyesha pale mwanzo, ya kwamba unapaka mafuta katika kiganja, na kisha utaendelea kuchukua madonge na kuyasokota katika staili hiyo na kudumbukiza katika mchanganyiko wako. Ukubwa wa padonge inategemeana na mapendekezo yako. Unaweza kaamua kaweka vile vidogo au kaviweka vikubwa au kaviweka vya size kama hivi ambavyo unaviona. Utafanya hivyo kwa madonge yetu yote. Wakati ukiwa unafanya haya, hakikisha mafuta yako yako jikoni, kwa sababu tutahitaji mafuta ya moto kabisa kama yale ya kalmati. Katika upishi wa kachori hauhitaji mafuta ya vuguvugu. Ukiweka mafuta ya vuguvugu au wa moto kidogo, utasababisha kachori zako zinyonye, lakini zaidi ya kunyonya utasababisha zipasuke. Kwa hiyo mafuta hakikisha yanakuwa ya moto kabisa kama yale ambayo tunatumia katika kutengenezea kalmati. Utachukua madonge yako kutoka katika mchanganyiko wako ule wa maji, na kisha utaanza kuyadumbukiza. Usiyabananisha, hakikisha unayapa nafasi ili yasishikane, lakini yaweze kukupa wepesi katika kugeuza. Hapa nimetumia uma, unaweza kutumia chochote katika kugeuzia, lakini hakikisha kitasababisha uweze kugeuza vizuri bila kuyapasua pasua. Utageuza na upishi hapo na dakika chache sana, kama dakika 1 mpaka dakika 2. Gamba la nje la unga wa ngano litakuwa limeiva, kwa sababu vitu vyote vilivyoko ndani vimekwisha kuiva. Baada ya hapo unaweza kutegua
kachori zako. Nadhani ukiziangalia zinapendeza, zimeiva vizuri kabisa. Ni pishi jepesi sana na mahitaji yake ni marahisi sana katika kila familia. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine, lakini kulike video hii na kusubscribe ni support yako kubwa sana.